Hali gani mwanamichezo, popote ulipo, karibu tuweze kuangazia yaliyojiri kunako ulimwengu wa michezo. Mwanamichezo wako kwenye maiki ni mimi Captain Roger, na katika chaneli yetu hii ya Jukwaa la Michezo tutakuwa tukiangazia vipindi kama dokezo viwanjani, takwimu viwanjani na makala mbalimbali za kisoka. Na sasa tukiukia katika taarifa tulizokuandalia, tukianza na takwimu viwanjani. Klabu ya Crystal Palace sasa imeshindwa kushinda mchezo wote kwenye michezo yao 14 iliyopita ya Ligi Kuu Premier League dhidi ya Chelsea, ambapo wamedraw mchezo mmoja na kupoteza michezo 13. Msururu wao mrefu unaendelea bila ushindi dhidi ya mpinzani anayeshiriki Ligi Kuu Premier League, na draw katika mchezo huu inamaanisha ya kwamba wamefanikiwa kuvuna alama moja tu dhidi ya The Blues kwenye shindano hilo tangu mwezi Oktoba 2017. Vilevile hii ilikuwa ni draw ya tatu katika mchezo huu kwenye Ligi Kuu Premier League, ambapo lilikuwa ni kutano lao la 31 kati ya Chelsea na Crystal Palace, huku Chelsea akiwa ameshinda michezo 24, Crystal Palace akiwa ameshinda michezo 4 tu. Na pia draw ya kwanza tangu mwezi Machi 1995, ambapo katika mchezo huo pale darajani walitoka suluhu ya 0-0. Naye Eberechi Eze sasa amefunga magoli 5 ya Ligi Kuu Premier League nje ya boksi kwa mwaka wa 2024, akiungana na idadi hiyo ya juu pamoja na nyota wa Manchester City Phil Foden, na magoli yote matatu ya Eze ya mwisho kwenye shindano hilo yamepatikania nje ya boksi. Naye Cole Palmer sasa amepiga assist 4 kwenye michezo mitatu ya Ligi Kuu Premier League, na Chelsea msimu huu anakuwa mchezaji wa kwanza kupiga assist 4 kwenye michezo mitatu ya kwanza ya Ligi Kuu tangu Paul Pogba afanye hivyo naye msimu wa 2021-22 akipiga assist 5. Na mshambuliaji Nicholas Jackson sasa amehusika kwenye magoli 8 katika michezo yake 8 iliyopita Ligi Kuu Premier League, ambapo amefunga magoli 6 na kupiga assist 2. Idadi hii ambayo ni kubwa kwake ya kihusikaji magoli sawa na alivyofanya kwenye michezo yake 19 iliyopita katika shindano hilo. Vilevile klabu ya Chelsea imefunga magoli 47 pale Stamford Bridge kwenye michezo yao 17 kwa mwaka wa 2024. Idadi ya juu kuliko klabu nyingine yoyote kufunga magoli mengi katika ardhi yao ya nyumbani kwenye zile ligi 5 za juu barani Ulaya katika mashindano yote. Chelsea ikidraw 1-1 dhidi ya Palace katika mtarange huo. Kwingineko tunaambiwa klabu ya Newcastle United imeshinda michezo yao yote miwili ya kwanza Ligi Kuu kimsimu katika dimba la nyumbani kwa mara ya kwanza tangu msimu wa 2009-2010 walipokuwa kwenye ligi daraja la kwanza, na pia ni kwa mara ya kwanza katika Ligi Kuu Premier League tangu msimu wa 2001. Pia klabu ya Tottenham sasa imepoteza michezo yao 4 kati ya 6 ya ugenini kwenye Ligi Kuu Premier League, ambapo wamefanikiwa kushinda mchezo mmoja na kudraw mchezo mmoja, idadi yao ya juu kuliko walivyofanya katika michezo yao 15 ya kwanza wakiwa ugenini chini ya Ange Postecoglou kabla ya mwenendo huu mbovu wa ukumba, ambapo walikuwa wameshinda michezo 6 na kudraw michezo 6 na kupoteza michezo 3. Vilevile kwenye makutano yao 80 ya mwisho ya Ligi Kuu kati ya Newcastle United na Tottenham Hotspur hakuna hata mchezo mmoja uliokwenda suluhu, yaani bila kufungana. Ni mchezo wa 7 pekee huu katika historia ya soka la Kiingereza kwenda michezo zaidi ya 80 mfululizo bila sare tasa, yaani kwenda 0-0. Na pia ushindi huu ulikuwa wa 26 kwa Newcastle United katika Ligi Kuu Premier League dhidi ya Spurs, wakijiunga katika orodha yao ya kushinda michezo mingi dhidi ya mpinzani mmoja kwenye shindano hilo, ambapo pia wameshinda michezo 26 dhidi ya Aston Villa. Na pia ni kwamba tangu mwanzoni mwa msimu uliopita mshambuliaji Alexander Isak sasa amefunga magoli 15 ya Ligi Kuu Premier League katika dimba la St James Park, huku ikiwa ni Erling Haaland pekee aliyefunga magoli 18 katika dimba la Etihad, na Cole Palmer aliyefunga magoli 16 katika dimba la Stamford Bridge. Ndio wachezaji waliofunga magoli mengi katika kiwanja kimoja tangu muda huo. Naye Harvey Barnes sasa amefunga goli katika michezo mfululizo aliyoanza kwenye Ligi Kuu Premier League kwa mara ya kwanza tangu
afanye hivyo mwezi Novemba 2022 akiwa na Leicester City. Hakuwa amefunga goli katika mchezo wote kwenye michezo yake 6 ya kwanza ligi kuu aliyoanza akiwa na Newcastle kabla ya mwenendo huu murua. Na pia beki wa Newcastle United Dan Burn sasa amejifunga goli lake la pili kwenye ligi kuu Premier League na la kwanza tangu afanye hivyo tena Januari 2021 dhidi ya Wolves, enzi hizo akiwa na waajiri wake Brighton. Newcastle United ikishinda kwa magoli 2-1 dhidi ya Spurs katika mtanange huo. Mpaka kufikia hapo sina la ziada kwa leo. Ulikuwa nami mwandamizi wako Captain Roger. Asanteni.